ila kuna vitu ambavyo vichache nitaka kufanya kama angalizo. Nilikuwa nasoma taarifa hii, nilikuwa natafuta kuona ni wapi wizara hii na TAMISEMI kuna connection. Yani sijaiona eneo ambalo lina clarify ni kwa namna gani Wizara ya Afya inaisimamia TAMISEMI kwenye utoaji wa huduma zake. Mfano, kule TAMISEMI tuna vituo vya afya ambavyo vimechakaa sana, lakini tuna zahanati ambazo zimechakaa sana. Sasa kama hakuna watunga sera ambao ni wasimamizi wa hii wasimamizi wa mambo ya afya na kule watekelezaji, nikaona kama hapajakaa sawa. Kwa hiyo kupitia bajeti hii tutakiwa tuone hata ni sehemu gani inaonyesha ushirika wake na wapi na TAMISEMI. Lakini nitumie nafasi hii pia kuendelea kumwomba Mheshimiwa Waziri aende akahakikishe vituo vya afya vyote chakavu, zahanati, vituo vya afya, na hata kama kuna hospitali zingine ambazo ni za level za wilaya zina uchakavu uliokithiri, basi zikafanywe maboresho. Ili tunamwomba aende kulisimamia. Mimi na mfano wa vituo vya afya kwetu kule Songwe, mfano pale Mbozi kuna kituo kinaitwa Masangula. Ukikiona kabisa unaona kabisa hiki kituo kwa kweli majengo yake yamechakaa, kitu ambacho tungependa kuona yanaboreshwa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia nilitamani kuongelea kwenye kipengele cha magonjwa ya mlipuko. Unapoongelea magonjwa ya mlipuko, ni magonjwa ambayo kiukweli ni rahisi kuenea hata kwa watu wengine. Inakuweje isolation, yani kituo cha isolation kinawekwa katikati ya mji? Mfano, mimi nina mfano mzuri pale kata ya Makambini. Sisi kama wananchi tuliomba tunataka kituo cha afya, lakini ajabu na kweli tumewekewa isolation center. Hivi ni nani ambaye aliwahi kumuomba baba yake mkate akapewa jiwe? Maombi ya wana Makambini, wana Tunduma, tuliomba kituo cha afya. Kwa hiyo nimuombe waziri atusaidie ile isolation walipoiweka pale si sehemu sahihi, watafute sehemu ya kuiweka ambapo kutakuwa hakuna watu wengi. Watupe kituo cha afya Makambini, ndio liko ombi letu. Kwa hiyo katika hiyo swala la connection ya wizara hii na kule TAMISEMI watusaidie wakaondoe ile isolation pale, watupe kituo cha afya, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia nilikuwa najaribu kupitia ripoti sehemu ya ubora wa huduma. Kumekuwa na changamoto ya wananchi kutokuwa na imani na hospitali zetu. Na hii naiongea kwa moyo mkunjufu kabisa kwamba wananchi wale ukiwaambia nenda hospitali za serikali unakuta wanabisha. Utashangaa kwa sisi watu wa nyanda za juu kusini wanasema ni bora niende Ikonda au niende private hospital nyingine, lakini ukimwambia nenda kwenye hospitali za serikali wanakataa. Na hii nimeiona kwa watu wanaokuwa wamepata ajali za mifupa, lakini hata tu kwa wale wagonjwa unakuta anaumwa unamwambia nenda hospitali hizi za serikali, wanakuwa ni wabishi. Nina mfano hai, juzi nilikuwa na mgonjwa wangu wa karibu kabisa ambaye yeye alikuwa analalamika kizunguzungu na maumivu ya mifupa na nyama, muscles. Amefika hospitali ambayo ni ya kuaminika, siwezi kuhitaji hapa kwa ajili ya heshima yake. Anaenda kupewa dawa za kutuliza maumivu na kuambiwa kwamba mifupa imekaza. Hivi mifupa inakaza bila sababu? Badala ya kwamba aende akapimwe ijulikane ni kwa nini hiyo mifupa imekaza, hakuna. Kaenda private sector kapimwa, anaonekana na uric acid. Uric acid tu. Hospitali za kanda zingine wanashindwa ku identify. Yaani hospitali za rufaa zingine wanashindwa ku identify. Kwa hilo Mheshimiwa Waziri, niseme tu kwamba ubora wa hospitali zetu tunaomba uwe unafuatiliwa kwa ukaribu. Mmesema mmefanya monitoring monitoring ya ubora wa huduma kwenye hospitali 28 ambapo mliangalia katika huduma za mama na mtoto, lakini mkaangalia kwenye kitengo cha dharura. Kwenye huduma ya mama na mtoto score ilikuwa ni 67%. Lakini kwenye huduma ya kidharura score ilikuwa score ilikuwa ni 64%. Sasa najiuliza, hapo hii huduma haifanyiki mara kwa mara. Maana wataalamu mlioonyesha mmewasomesha ni wachache. Ina maana hii huduma haifanyiki mara kwa mara kufuatilia ubora wa huduma zetu. Sasa mnatuhakikishia vipi wananchi tuendelee kuwa na imani na hizi hospitali? Kama vitengo tu ambavyo hata havina shughuli nzito sana kama huduma ya mama na mtoto ina score 67%. Je, kwenye magonjwa mengine magumu
huduma zinakuwa zinaendaje? Kwa Mheshimiwa Waziri, ni kuombe kwamba tusaidie kitengo cha huduma cha ubora wa huduma kiboreshwe, kiongezwe wataalamu, watu wapatiwe training za kutosha ili wakaweze kusimamia hospitali zetu. Ili ninapoenda kama ni hospitali ya mkoa napata huduma ile ile, ya wilaya napata huduma ile, ni kituo cha afya napata huduma ile ile. Kwa ili Mheshimiwa Waziri, nikuombe. Lakini